Asante sana mtazamaji wa ITV kwa kuendelea kusalia nasi. Karibu tena, mimi ni Juliet Robert, niko na Andrew Simbila na tayari studioni tumejiunga na mgeni wetu wa siku ya leo kwa ajili ya sehemu ya pili ya mahojiano. Naye ni David Wilson Sukali ambaye ni mkuu wa kitengo cha manunuzi kutoka Bodi ya Stakabadhi za Gara, Wizara ya Viwanda na Biashara. Na leo tutazungumzia kuhusiana na mfumo huu wa stakabadhi za Gara ikiwa unatimiza miaka 20 ya utekelezaji wa sheria hiyo na mipango ambayo sasa wanayo katika kuhakikisha mfumo huu unawafikia watu wengi, wakulima walio wengi, kwa manufaa yao wakulima, lakini manufaa ya taifa zima. Kama ambavyo tunafahamu, kilimo kinaajiri watu wengi zaidi na kinachangia sehemu kubwa ya pato la taifa la nchi hii. Kwa hiyo tunazungumzia kuhusiana na wao sasa kama Bodi ya Stakabadhi za Gara wanafanya nini katika kuhakikisha hayo niliyoyasema yanafikiwa. Karibu sana Bwana David. Asante sana Juliet. Habari za WRRB? WRRB tunashukuru Mungu. Hatujambo, tunaendelea kutoa huduma kwa wananchi wa Tanzania. Sasa wanajua mko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Labda tuifahamu kidogo hii Bodi ya Stakabadhi za Gara. Nini hasa majukumu yake? Bodi ya Usimamizi wa Stakabadhi za Gara ni taasisi ambayo iliundwa kwa sheria la mwaka 2005 na kanuni zake za mwaka 2006, lakini ikafanywa marekebisho tena sheria mwaka 2016 na mwaka 2023 marekebisho mengine yamefanyika, na hivi sasa tupo katika utekelezaji wa huu mfumo wa stakabadhi za Gara. Mfumo huu wa stakabadhi za Gara una majukumu ambayo yanahusisha wadau, na wadau hawa ni waweka mali, na vile vile Bodi ya Usimamizi wa Stakabadhi za Gara ina majukumu mengi kuanzia kwa mujibu wa sheria kuna A mpaka J, lakini ambayo tunayoweza kuyaelezea ni majukumu mawili ambayo naweza nikaelezea, ambayo sasa hivi tunaendelea kutekeleza na kuhudumia wananchi na wadau wa mfumo huu. Ikiwa ni uendeshaji wa mauzo katika magara yanayoendesha mfumo huu wa stakabadhi za Gara. Hivi sasa tupo katika mauzo ya mazao mbalimbali ya kimkakati, lakini vile vile na mazao mengine ambayo yapo yakiwa yanasimamiwa na bodi ambazo zinasimamia mazao haya kama kahawa, korosho, lakini vile vile tuna mazao mengine ambayo ni mazao mchanganyiko ambayo yanasimamiwa na Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko COPRA, na haya yote yapo katika mauzo. Tunaendelea kufanya mauzo katika kupitia mfumo huu wa stakabadhi za Gara katika maeneo mbalimbali. Na hivi sasa tuna mikoa 25 ambayo inatumia mfumo huu wa stakabadhi za Gara katika mauzo ya mazao mbalimbali. Lakini tuna mazao ambayo yapo katika mfumo huu yanayopitia katika mauzo rasmi ya mfumo huu wa stakabadhi za Gara ni mazao takriban 17. Lakini tunaendelea kutekeleza majukumu haya ya usimamizi wa huu mfumo vile vile kwa mameneja dhamana. Mfumo huu vile vile unatumika kwa mameneja dhamana ambao ni collateral management. Kwa hiyo wale ambao ni wafanyabiashara wanaochukua mikopo mbalimbali kwenye mabenki, basi sisi tunakuwa na jukumu la kutoa leseni kwa ajili ya kuwatambua hawa ambao ni wafanyabiashara na ambao vile vile ni wanunuzi na waweka mali mbalimbali kwa kupitia mikopo. Hivyo sisi kama Bodi ya Usimamizi wa Stakabadhi tunatoa leseni za umeneja dhamana vile vile, lakini tunatoa na leseni za uendeshaji wa gara na usimamizi wa magara ambayo yanatumia mfumo huu wa stakabadhi za Gara. Sawa sawa. Muongea kitaalam sana. Sasa kidogo kwa lugha nyepesi tufafanulie, maana hata juzi nilikuwa niona wakulima walikuwa wanajiuliza, tunaingia sasa kwenye mfumo wa stakabadhi za Gara, hatujui hata nini ambacho kinafanyika. Yaani kwenye hii stakabadhi za Gara nini hasa ambacho kinafanyika kati ya nyinyi na mkulima? Sisi Bodi ya Usimamizi wa Stakabadhi za Gara tuna mashirikiano na taasisi zingine za mamlaka ambazo zinahusika katika makundi mbalimbali. Kwanza kabisa ni taasisi ambazo zinazosimamia mazao, wao tunahusika nao kutumia mfumo huu wa stakabadhi za Gara kwa ajili ya mauzo ya mazao ambao wanayosimamia.
Lakini vile vile tuna taasisi ambazo zina makundi. Kwa mfano Tume ya Maendeleo ya Ushirika, wale ni wana makundi mbalimbali ambao ni ya ushirika kwa ngazi tofauti. Kuna vyama vya msingi vya ushirika, lakini vile vile kuna vyama vikuu vya ushirika ambao wale wanafanya kazi kule ya kuhudumia wakulima, ikiwa pamoja na wanaushirika lakini na wakulima waliopo kwenye maeneo yao. Lakini vile vile tuna Soko la Bidhaa Tanzania TMX, ambao wao ndio wanakuwa kwenye hii platform sasa ya kutengeneza mauzo kupitia mfumo huu wa stakabadhi za ghala kwa kukutanisha wanunuzi na waweka mali ambao ni wakulima. Kwa hiyo mfumo huu ni mfumo ambao unatumika kidigitali kukutanisha wanunuzi na waweka mali ambao ni wakulima. Moja kwa moja mnunuzi kule alipo anapata nafasi ya kutambua yale mazao ambayo yamekusanywa katika ghala la mauzo tulilolipatia leseni ya kutumia stakabadhi za ghala. Hivyo sisi tunakuwa na wajibu wa kulitambua lile ghala kwa mujibu wa sheria na kulitolea leseni ili liweze kuendesha mauzo haya kupitia njia ya kidigitali. Kwa hiyo mfumo huu unakutanisha wakulima pamoja na wanunuzi wenyewe moja kwa moja pasipokuwa na mtu katikati, kwa ajili ya kuhakikisha mazao haya yanakuwa na ule ubora unaokubalika kuingia sokoni. Lakini mnunuzi anapata nafasi ya kupata kile anachokihitaji kwa taarifa ambazo sisi tunakuwa tumezitengeneza. Na mkulima ana nafasi ya kuchagua wa kumuuzia. Kwa sababu mfumo huu ni mfumo shindani. Wanunuzi wanashindana. Nilivyosema kwamba mfumo ni wa kidigitali, ina maana kwamba mnunuzi popote alipo anapokuwa amekwisha jisajili katika mamlaka husika, TMX wanakuwa na orodha ya wale wanunuzi wote ambao wanaotakiwa kuingia kwa siku hiyo katika mnada wa siku hiyo. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa kanzidata ambao ni catalog. Ile inakuwa na taarifa zote za mazao ambayo yameingia ndani ya ghala, na hiyo taarifa hiyo mnunuzi anayoitumia kwa ajili ya kutambua mazao yaliyopo katika ghala la mauzo la siku hiyo ambao ni siku ya mnada. Hivyo basi katika hilo wanunuzi wanakuwa ni wengi wanaohitaji mazao hayo, hivyo wanaanza kushindana katika bei. Kwa hiyo muuzaji yeye pale alipo ambaye ni mkulima anakuwa anafuatilia mwenendo mzima wa jinsi ambavyo wanunuzi wanavyoshindana bei. Na baada ya hapo basi panakuwa na utaratibu wa kuwauliza wale weka mali ambao ni wakulima kama wako tayari kuuza kwa bei iliyojitokeza sokoni kwa siku hiyo. Kwa hiyo mkulima yeye anachukua mali yake ambayo ni mazao analeta kwenye ghala ambalo amelichagua, sio? Utaratibu ni kwamba anaingia kwenye mfumo. Na Juliet, utaratibu ni kwamba mkulima anakuwa na jukumu la kuandaa mazao yake kule aliko. Anahakikisha mazao yake ameyatoa shambani, ameandaa kwa utaratibu ulio mzuri ili mazao yake yawe na ubora ule ule na usafi unaokubalika. Na baada ya hapo tunakuwa na ghala la awali ambalo ghala hili linakuwa karibu na mkulima. Hivyo jukumu la mkulima yeye ni kufikisha katika mahali pale ambapo ni ghala la kukusanyia. Anapofika katika ghala la kukusanyia anaandaliwa ile stakabadhi sasa. Stakabadhi ni nyaraka ambayo inakuwa na taarifa kamili za mkulima ambaye ndiye mweka mali, ikionyesha kiasi cha mazao na aina ya mazao ambayo amepeleka pale, na grade kama yana grade, lakini kama hayana grade basi ataonyeshwa kwenye ile stakabadhi kwamba yana grade na kiasi chake na taratibu zake zote ambazo malipo yake atafanyiwa. Taarifa zake zote ambazo ni kamilifu zote zinakuwa katika ile stakabadhi. Na baada ya hapo sasa mazao hayo panakuwa na utaratibu ulioandaliwa kuyatoa mazao hayo kwenye ghala la kukusanyia kupeleka kwenye ghala kuu ambalo sisi bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala tunakuwa tumelipatia leseni, na ndio ghala hilo linalotumika kufanya mauzo. Kwa maana kwamba wale wakulima yeye jukumu lake anapokuwa amefikisha mazao yake katika kituo cha kukusanyia ndio pale pale ambapo atapatiwa ile stakabadhi yake na wajibu wake utakuwa umekwisha pale. Anasubiri tu muda wa kujulishwa mnada utakaofanyika, masaa yatakayofanyika, ili aweze kufuatilia jinsi ambavyo wanunuzi wanavyoshindana bei. Na baada ya kuwa wanunuzi wamekamilisha katika kushindana bei, basi wakulima wataulizwa kama wako tayari kwa bei iliyojitokeza sokoni kwa siku hiyo, kama wako tayari kuuza. Na endapo watakuwa wako tayari, basi taarifa itatolewa Soko la Bidhaa Tanzania TMX, na mnunuzi atapewa taarifa kwa ajili ya kukamilisha malipo ya mazao ambayo ameyanunua katika ghala hilo
kwa siku hiyo ya mnada uliofanyika. Sawa sawa, nakushukuru Andrew. Asante Juliet bwana. Bila shaka umeelewa, kwa hiyo madalali wale hali yenu mbaya. Hata inaonekana hatutakiwi kabisa. Mimi hapo bwana David Skali kwa nataka nijue kwa namna ambavyo umeelezea, inaonekana kwamba huu mfumo mzima pia unahitaji kidogo uelewa na utulivu. Sasa na mwazia labda pengine bibi yangu ambaye ipo kule kijijini, wao kwenye ushiriki wao wakulima wale ambao wako mikoani, wale ambao kidogo pengine uelewa ni mdogo katika kuweza kushiriki katika mfumo kama huu, mnawafikiaje? Lakini pia hali ikoje mwitiko kwao? Asante sana Andrew. Tumejitahidi kwa kiasi kikubwa sasa hivi kama nilivyoeleza kwamba hadi hivi sasa tuna mikoa takriban 25 ambayo tumeifikia na inafanya kazi mauzo kupitia mfumo huu wa stakabadhi za ghala. Ni kwamba bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala tumekuwa na jitihada na juhudi kubwa sana ambazo tumekuwa nazo kuendelea kutoa elimu. Tumeweza kufanya mikutano kwa kuwafikia wakulima moja kwa moja chini kwenye makundi na hata moja kwenye maeneo ambayo wanaozalisha. Tumejitahidi kulifanya hilo na bado tunaendelea kufanya hivyo. Lakini vile vile sio kwamba tunafanya kazi sisi kama sisi bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala pekee tu. Tuna mashirikiano makubwa sana na vyama vya ushirika, tuna mashirikiano makubwa sana na halmashauri za wilaya, tuna mashirikiano makubwa sana na ofisi za wakuu wa mikoa. Ina maana kwamba ushirikiano huu tunawafikia wakulima moja kwa moja huko chini walipo. Na hivi sasa ni kwamba tuko kwenye mwendelezo. Hata sasa hivi nilipo hapa ni kwamba naendelea kutoa elimu. Kwa hiyo tunatumia namna zote za kufikisha elimu kwa wakulima na wadau wote kuelewa mfumo huu unafanya kazi namna gani. Unajua katika jamii tunayoishi ni kwamba panapokuwa na jambo lolote linawafikia wakulima kwa urahisi sana. Nitakutolea mfano kwa zao la choroko. Hivi sasa tuko kwenye msimu wa choroko. Kipindi cha nyuma kabla zao la choroko halijaingia kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala, walikuwa wakizalisha kwa kiasi kidogo sana. Lakini sasa hivi elimu imekwisha fika kule kwa wakulima wenyewe kule chini. Kiasi ambacho ni cha uzalishaji tu kwa haya mazao ambao kipindi cha nyuma hayakuwa kwenye mfumo huu wa stakabadhi za ghala, yalikuwa yakizalishwa kwa kiasi kidogo. Lakini kwa sasa hivi ukiangalia takwimu ya uzalishaji kwa haya mazao yaliyopo kwenye huu mfumo wa stakabadhi za ghala umeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Tafasiri yake ni nini? Elimu tayari imekwisha fika kwamba tayari kuna masoko maalum yamekwisha wafikia wakulima, na sasa hivi ni kwamba mfumo huu ambao ni mfumo rasmi unawafikia na wameona ni jinsi gani wanavyoweza kufaidika kwa kupata zile bei ambazo zinazostahili sokoni kwa wao kukutana na wanunuzi moja kwa moja. Kwa hiyo kile ambacho kilichokuwepo kipindi cha nyuma na sasa hivi tuna utofauti mkubwa sana, kwa sababu elimu imekwisha wafikia wakulima na tunaendelea kutoa elimu kwa makundi mbalimbali kuona fursa zilizopo katika mfumo huu wa stakabadhi za ghala. Sasa mtazamaji, unaweza ukashiriki nasi sasa kama una swali. Namba ya simu ni 0759427888. Ukipiga simu punguza sauti ya televisheni yako tusikilizane kupitia simu ili tuweze kuelewana vizuri na kile ambacho unataka kuchangia ama kuuliza hapa kwa mkuu wa kitengo cha manunuzi kutoka bodi ya stakabadhi za ghala. Bwana David, kwa muda mrefu wakulima wamekuwa wakilalamika hasa kwenye eneo lile la wanalima vizuri tu, wanatumia gharama kubwa, lakini kwenye soko akija sokoni kile wanachokipata tofauti na kile ambacho wamekitegemea ama tofauti na gharama zile ambazo wameingia. Mfumo huu unajibu kwa kiasi gani hilo? Hayo kweli yalikuwepo kipindi cha nyuma kwa sababu hapakuwa na masoko rasmi. Hilo lilikuwa likitokea kwa sababu wakulima walikuwa hawajui ni wapi wanaweza wakapeleka wakapata soko la uhakika. Kwa sababu kipindi wanavuna kipindi cha nyuma kabla ya mfumo huu ni kwamba wakulima walikuwa wakivuna na walikuwa wanatafuta namna ya kuyahifadhi yale mazao yao wao wenyewe kule walipo. Na walikuwa kwa kuwa hawajui kwamba misimu wa mavuno unapofika ni kwamba nchi husika wanunuzi wanakuwa wamepatikana kutoka kwenye maeneo mbalimbali duniani. Na kipindi hicho ndio kipindi cha mauzo. Kwa hiyo unakuta kwamba uelewa ulikuwa ni mdogo. Wananchi na wazalishaji wa kulima walikuwa wakinunua mazao, wakivuna mazao yale, wanayaweka kwenye maghala wakidai kwamba wanasubiria bei. Lakini kumbe ndio wanasubiria anguko la bei. Sawa, tushikilie hapo. Tuna Emmanuel kutoka Manyara. Karibu sana mtazamaji. Asante ndugu mtangazaji.
Nina swali la kutaka kujua mfumo huu wa mazao ghalani. Zao la mbaazi ni zao ambalo sasa hivi limeunganishwa katika mfumo wa mazao ghalani. Sasa mfumo huu wa stakabadhi ghalani wa mbaazi ni kama haujakaa vizuri. Emmanuel, hacha kujisikiliza kwenye television, ongea kwenye simu. Mfumo huu ni kama haujakaa vizuri kwenye mazao ghalani. Sasa haya. Sasa mfumo huu baadhi mwanzoni ilikuwa inanunuliwa kwa shilingi 350,000 kwa gunia. Sasa hivi mwaka jana kilo ya mbaazi ilikuwa shilingi 800, ni kama 160,000, nusu ya ile mauzo ya miaka iliyopita. Na zao la mbaazi huwa linaandaliwa likiwa shambani na unaandaa kwa gharama nyingi sana. Sasa je, mfumo huu mimi nimeuangalia ni kama haimsaidii mkulima wa mbaazi. Watupe namna nyingine, kwa sababu hata hapa Mbulu hiyo gala unapeleka zaidi ya kilomita 20 na unalazimishwa upeleke, kwa sababu wale walanguzi wanaonunua hiyo mbaazi wanakuambia kama utapeleka kule galani sawa, lakini kama utatuuzia kwa hii bei yake anakushika chini, kwa sababu yeye ndiye anapeleka alafu anaenda kusubiri hela. Sasa je, wao wakulima wa mbaazi wa namna hii mnawasaidiaje? Kwa sababu miaka mitatu sasa hivi watu wanalia, wanataka kuacha zao la sawa sawa. Asante sana Emmanuel, tumekupata vizuri. Haya, asante sana. Nadhani pia kwenye masuala ya bei pale unapolijibu ile swali langu na yenyewe limo umo. Bwana kutoka Manyara. Kwanza ameelezea kuhusiana na bei, kwanza ameelezea kuhusiana na mauzo ya gunia. Tunapopeleka sokoni katika mfumo huu wa stakabadhi za ghala, wanunuzi hawanunui kwa gunia. Tunauza kwa kilo. Wanunuzi wananunua kwa kilo. Lakini alikuwa anauza gunia hilo la ujazo wa kiasi gani? Hilo la kwanza. Ujazo kiasi gani ambao ndio alikuwa akiuza, kwa hiyo bei aliyoitaja yeye. Kwa sababu tunakumbuka kwamba katika kipindi cha nyuma palitokea hata serikali kutoa zuio na kupiga marufuku ya namna ya matumizi ya vifungashio ambavyo vilikuwa havitakiwi kutumika na bado vilikuwa na ujazo usiokubalika sokoni. Sasa labda kuliweka sawa, David, tusaidie. Mkulima huyu amelalamikia bei inashuka tofauti na alivyozoea, na kulirudi kwa ile swali langu. Sasa mfumo huu unafanyaje? Wakulima wanatakiwa kufanya nini ili wasikose, wasipate hiyo wanaona kwamba wanapata pesa kidogo tofauti na gharama walizotumia mpaka wanafikia kusema tunataka mfumo mwingine? Kwamba kwanza kabisa wakulima lazima waelewe kwamba kipindi kile walikuwa wanauza kwa gunia, lakini sasa hivi wanauza kwa kilo. Na katika vifungashio ambavyo vinavyotumika katika mauzo haya ni vifungashio vyenye ujazo wa kilo 50. Ndio ujazo ambao unaoingia sokoni. Lakini mnunuzi anapoingia kwa ajili ya kuja kushindana bei, anashindana kwa kilo na wala sio kwa ujazo wa kilo 50 ambazo zipo katika kifungashio. Kwa maana hiyo, mfumo huu ni kwamba kwanza umesogeza ushindani mkubwa kwa wanunuzi. Na hilo ambalo mdau anachokielezea kwamba mfumo umekuja kushusha bei ni kwamba mfumo haujaja kushusha bei. Ukiangalia katika hali halisi ya kipindi cha nyuma, mazao haya mbaazi, dengu, choroko yalikuwa na bei ambazo zilikuwa za chini sana. Na hata sasa hivi mfumo huu umekuja kutengeneza mjengeko mkubwa sana wa bei na hata kuleta ushindani mkubwa na kuonyesha uthamani wa haya mazao katika masoko. Lakini tofauti na yeye alichokisema yeye anachokiona sasa. Sasa hivi ni kwamba wakulima wenyewe moja kwa moja huku chini ndio wanufaika wakubwa. Kuna watu waliokuepo katikati pale ndio hao sasa wamekuja kuumia. Waliokuwa wakienda chini kule kwenda kununua kwa wakulima. Kwa sababu wakulima wale sasa hivi tayari wamekwishaelewa thamani ya yale mazao yao ambayo wanayozalisha. Na jinsi ambavyo mwenendo mzima
wa masoko unavyokwenda na mjengeko wa bei unavyokwenda sokoni. Wale wakulima sasa hivi, kama mkulima mwenyewe anaelewa manufaa makubwa ya huu mfumo, isipokuwa kwa wale watu waliokuepo katikati pale, ndio hawa ambao wanaona kwamba mfumo huu sasa umekuja kubadilisha ile hali ambayo ilikuwepo ya bei. Lakini sasa bei imekuja kuonekana kwamba wakulima wenyewe ndio wanakipata kile ambacho kinachostahili kukipata katika gharama za uzalishaji, na hata kile ambacho wanachostahili kukipata sokoni kwa manufaa ya kukuza uchumi wao. Amezungumzia pia sasa mnasema mfumo huu mnaondoa madalali, lakini kwa jinsi ambavyo unajiendesha madalali bado wapo, na amesema kwamba saa nyingine nakuta madalali ndo wanaenda kwa mkulima, wanaambia wewe wenyewe wachukue ndo ayalete kwenye magara. Unajua mfumo wote unapoanza panakuwa na changamoto zake, ambazo changamoto mojawapo ni watu kuelewa ule mfumo na kukubali. Kutoka kwenye mfumo wa awali kuingia kwenye mfumo ambao ni mfumo rasmi. Lakini kumbe hata wale watu wakati walioko pale nao wana fursa iliyopo. Kwa hiyo mfumo huu haujawaondoa kwa namna ile ambayo wao wanachokifikiri kwamba wanaondoka sasa kutokwenda kufanya ile biashara waliokuwa nayo, isipokuwa inawajengea mazingira ya namna gani wafanye shughuli zao. Mkulima sasa anaona ni pia bado kuna usumbufu, ndio maana anaamua kuyauza kwa dalali ndo akafuatilia huko dalali. Unajua Juliet, ni kwamba tumekuwa na ile hali ambayo tumekutana nayo katika utoaji wa elimu. Kwanza wakulima wanakuwa wanahitaji kupewa pesa taslimu. Anahitaji kulipwa pesa taslimu kwa wakati huo huo ambapo mazao yake yanaingia sokoni. Umeona? Ambapo kwamba mfumo huu unahitaji malipo yake yafanyike kwa kupitia njia ya kibenki au mitandao ya simu. Kwa maana hiyo, wale watu waliopo kati ambao tayari walikuwa wakiwahudumia wakulima hao, wao wanakwenda na ile kwamba angalia hiki ambacho wewe ulichokizalisha na muda ambao unaotakiwa kulipwa, lakini sisi tunakupa pesa taslimu. Sasa muone kwamba nyewe wenyewe ndio mnarudisha nyuma, kwamba malipo yanatumia muda mrefu mpaka mkulima anaamua kutumia njia hiyo ambayo sio pengine sio rafiki kwake. Juliet, ni kwamba unajua jambo hili jinsi lilivyo, kwanza mkulima anakuwa na usalama wa pesa yake kupitia mfumo huu. Fikiria kwamba mkulima ambaye yuko kijijini na mauzo yake yanaweza kufikia milioni 10, milioni 5 kwa wakati mmoja, alafu pale anakwenda kupelekewa pesa taslimu, akazishika mkononi, usalama wake uko wapi? Kwa hiyo mfumo kwanza unaanza kutengeneza mazingira ya mkulima moja kwa moja, kumtengenezea mazingira yake ya kutengeneza mipango yake pale ambapo anapofikia hatua ya kuuza mazao yake. Lakini vile vile inamsaidia mkulima sasa kuwa na usalama wa fedha yake. Lakini hicho sio kwamba tunachelewesha kufanya malipo. Malipo yanatakiwa ndani ya masaa 48 mkulima huyo awe amekushapata pesa yake. Na hii ni kwamba inasaidia hata yeye mkulima anapokuwa na ile stakabadhi yake. Anapokuwa na ile stakabadhi yake, ile stakabadhi yenyewe ina dhamana. Stakabadhi ya ghala anapokuwa nayo inatambulika kisheria. Hivyo anaweza akapata mkopo kwa kujikimu pale ambapo anakuwa na mahitaji ya haraka na kusubiria huo muda wa malipo yake. Na anaweza akapata mkopo kwenye taasisi za fedha au akapata mkopo kama sasa hivi tuna vyama vya ushirika ambavyo viko vizuri kabisa na vina uwezo mzuri. Kwa hiyo wanawatambua wale wazalishaji na wakulima waliopo kwenye maeneo yao. Kwa hiyo kwa stakabadhi ile alionayo tu anaweza akapewa mkopo. Akapewa mkopo 70% ya thamani ambayo ameweza kuingiza katika ghala. Sawa sawa. Andrew. Naam, asante Juliet. Bwana David, umesema pia kama mnashirikiana zaidi na vyama vya ushirika kuhakikisha kwamba elimu inawafikia wakulima, na tukisikiliza hii simu iliyotoka hapa, mtu anaonekana ni kwamba bado ni kwamba amezungumza kuhusu kilomita 20, analazimika mpaka mtu mwingine hawezi kwenda. Pengine hivi vyama vya ushirika mnavyoshirikiana navyo vinawasaidia vipi wale wakulima ambao wako maeneo ya mbali ukisha kwamba wanaepukana na changamoto hizi ili hakika waweze kufaidika na fursa hii ambayo ni adhimu? Andrew, kwanza kabisa mfumo huu jinsi ulivyo ni kwamba upo kwa ajili ya kuwasaidia wakulima. Hatua ambazo tunazozifanya ni kwamba tunakuwa na magara ya awali. Haya magara ya awali yanatakiwa kuwa karibu kabisa na wakulima wenyewe wazalishaji. Mkulima hatakiwi kusafirisha umbali mrefu kwa sababu tunahitaji kumpunguzia gharama.
Hivyo mkulima anakuwa na wajibu wa kutoa pale kwenye kituo chake cha ambacho amekusanyia mazao yake nyumbani na kupeleka kwenye ghala ambalo liko jirani na eneo lake. Na atakapofikisha kwenye hilo ghala la kukusanyia, inategemea kwamba ghala hilo linaweza likawa limesimamiwa na chama kikuu cha ushirika au AMCOS, chama kikuu chama cha msingi cha ushirika ambacho kipo kwenye eneo lile pale, au vile vile mamlaka ya kiserikali iliyopo kwenye eneo lile wanaweza wakawa wameandaa utaratibu ni namna gani ambavyo wakulima watahudumiwa kwa kuwekewa ghala la jirani zaidi, na hapo watakapokusanyiwa yale mazao yao pale, utaratibu unakuwa umeandaliwa na wasimamizi wa lile eneo kutoa mazao hayo katika kituo cha kukusanyia na kupeleka kwenye ghala kuu ambalo ni la mauzo. Sawa, kwa hiyo lengo ni la mfumo huu pia ni kusogeza huduma kwa wakulima. Haya, miaka 20 mmekuwa watu wazima, mngekuwa umri wa binadamu, mnaingia kwenye vikao vya maamuzi. Mipango ni ipi ijayo katika kuwafikia wakulima wengi? Asante sana Juliet, kama nilivyoeleza kwamba mfumo huu sasa ulianza kwa sheria ambayo ilikuwa ni mwaka 2005 na kanuni zake 2006 na tumekwenda hadi sasa hivi tuko mwaka 2026. Kwa hiyo tunakwenda kuadhimisha miaka 20 ya mfumo wa stakabadhi za ghala kwa mafanikio makubwa sana. Kipindi ambacho mfumo huu haujaanza kulikuwa na taratibu nyingi za mauzo ambazo zilikuwa zikifanyika na hata kutambua mazao ambayo ni mazao ya kibiashara ilikuwa sio rahisi sana. Lakini hivi sasa tumekwishaona kwamba kuna baadhi ya mazao ambayo yalikuwa yakitumika kama chakula, lakini kumbe ni mazao biashara, chakula na biashara. Kwa maana hiyo mfumo huu wa stakabadhi za ghala tunavyokwenda kuadhimisha miaka 20 ni mafanikio makubwa kuona mazao yaliyokuwa mengi yalikuwa yakijulikana kama ni mazao ya chakula, sasa lakini kumbe sasa hivi ni mazao ya biashara. Sawa sawa. Nakushukuru sana David, asante sana kwa muda wako. Naona mambo ni mengi. Tutatafuta wakati mwingine ili kujadili kwa kina. Asante sana. Asante sana Juliet. Asante sana bwana Andrew. Shukrani sana. Haya, tunakushukuru pia na wewe mtazamaji ambao umetufuatilia. Tunakamilisha hivyo. Nilikuwa naye David Wilson Sukari ambaye ni mkuu wa kitengo cha manunuzi kutoka Bodi ya Stakabadhi za Ghala, Wizara ya Viwanda na Biashara, na tumezungumzia mfumo wa stakabadhi za ghala, katuambia hapa mafanikio yake. Wewe mkulima wakati mwingine kutafuta taarifa ili uweze kunufaika zaidi na kilimo ambacho unakifanya. Mimi ni Juliet Robert kwa niaba ya wote, asante sana kwa kuwa nasi. Endelea kutazama ITV.